Hujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu. Ni kipindi ambacho tunakipenda. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka hapa mjini Kiambu. Hapa ndio Mungu ametupatia mahali na nafasi ya kuweza kuhubiri na vile vile katika maeneo mengine tofauti. Nataka kwa dakika chache nipate nafasi ya kuongea juu ya kibali cha Bwana. Kibali cha Bwana. Hii itatuweza kutusaidia kwa njia kubwa sana. Kwa sababu kuna watu ambao wamepata kibali kutoka kwa Mungu. Na wale watu kibali kile ambacho wamepata ni kutoka kuzaliwa kwao. Nitaongea juu ya kibali cha Mungu kile ambao mtu anafanyia kazi na kibali ambacho ama favor ambayo mtu anazaliwa nayo. Kwa sababu kuna watu ambao they don't struggle in life. They don't struggle in life kwa sababu kile kibali ambacho wako nacho katika maisha ni kitu ambacho wamezaliwa nacho. Ni kitu ambacho Mungu alikusudia kutoka mwanzo. Nimeangalia from Old Testament all the way, Genesis going all the way to Malachi, then Matthew all the way to Revelation, na nimekuja kugundua ya kwamba kuna watu Mungu alikusudia wazaliwe wakiwa na kibali. They don't struggle katika maisha. Hasa pia wale ambao Mungu alikuwa amewachagua wakaweze kupata nafasi ya kuhudumu. Hatuwezi, you cannot compare a man like Prophet Moses, the servant of God, and Jeremiah. You don't see a lot of struggle in Jeremiah's ministry. Lakini unaona kwa njia kubwa sana Musa akistruggle, akiondoka katika kulelewa kwake nyumba ya Farao, anaenda anaajiriwa mtu wa kushunga kondoo for 40 years. Yet bado wako na huduma ndani yake. Huyo ni mtu ambaye kibali chake amekifanyia kazi kwa njia kubwa. Because yeye mwenyewe amekaa jangwani. Mpaka kuoa kwake wakati alioa. Neno la Bwana linasema ya kwamba aliishi katika mahali ambapo ametoa mke. Aliishi mahali pale. Kwa priest wa Midiani alikaa mahali pale. Kwa nyumba ya Jethro, mahali ambapo ametoa mke. Huyu ni mtu ambaye alisubuka kwa wakati mrefu. Again, katika kuenda kusukumana na Farao, it also took a lot of energy, spiritual energy, physical energy. Kwa hivyo kibali chake hata tukimtaja siku hii ya leo, ya kwamba alikuwa ni mzee aliyetumika. Tunaona kazi kubwa, tunaona mtu ambaye amelipa gharama kwa wakati mrefu. Lakini ukiangalia mtu kama Jeremiah, even when he was a youth, aliitwa wakati alikuwa mwana youth. But when you come to a person like Moses, that is the comparison I want us to do today. Unaona Moses alianza huduma akiwa na almost I think 80 years. Ilikuwa miaka karibu 80, anaenda miaka 80 kule. But a person like Jeremiah mpaka Mungu anamwambia ya kwamba even when you were in your mother's womb, I knew you. Ningetaka tuende kwenye kile kitabu cha Jeremiah chapter 1 tuone vile ambavyo anaambiwa even when you are in your mother's womb I knew you. Actually the Bible says I ordained you as a prophet even before you were born. Wacha hao wengine unaweza mimi ninaweza nikasema ya kwamba nimetengenezewa ordination nikiwa mtu tu mkubwa. This man was ordained he was ordained in his mother's womb. Mungu alimchagua. Anasema ya kwamba I ordained you as a prophet even before you were born. Even before you were born. Wengine unapata ili tupate kibali lazima tuwekewe mikono kama 20. Tuwekewe mikono, tumwagiwe mafuta, tuvalishwe mavazi ili watu watupende. Mtu kama huyu neno la Bwana linasema nini? Linasema ya kwamba before I formed you in the womb I knew and approved you. Sisi lazima tupitie kwa laini kubwa. Hii ni favor ambayo imesumbua wanadamu katika dunia. Kwa sababu lazima upitie. Uitishwe recommendation letter. Uwe approved. Watu wakuangalie, wakukague. Ukaguliwe masomo yako. Ukaguliwe ulizaliwa na nani. Ukaguliwe yani uko na nini katika maisha. Una uwezo. Umesoma. Mambo kama yale. But you see, a man like Jeremiah alipata ile favor ya Mungu hata kabla ya kuzaliwa. Unaweza ukajua wewe favor yako ni ya kutoka kuzaliwa ama
ama ni kabla ya kuzaliwa. Favor yako ni wakati tu kwa mzima saa hii sasa unaweza tu ukatafuta watu wa kukuapprove. The Bible says this man was approved by God himself. Before I formed you in the womb, I knew and approved you as my chosen instrument. Na hii ndio nimesema ya kwamba ni vyema tukaweze kuangalia. There are people ambao huwezi ukajifananisha nao. Because watu kama hawa, they don't struggle and they didn't even struggle. Na ni watu waliongea na Mungu freely kwa sababu Mungu alijua ya kwamba huyu hata kabla aingie tumboni mwa mama yake, mimi nilichagua yeye. Nilijua begu yake ni ya huduma. Lakini kuna wengine begu yetu ili tukubalike. Tumeokolewa kwa bagi, pombe, alafu sasa tukikuja kupata kibali ni wakati tumezeeka. Ni wakati maisha imetugonga. Huyu hata hakuwa amegongwa na maisha. He was just a youth. And the Bible says he separated and set you apart, consecrating you, appointed you as a prophet to the nations. And not just a prophet to a village, even to the nations. Na Mungu anamwambia ya kwamba I approved you, I separated you, even before you entered into your mother's womb. Mimi ninaomba kila mtu akaweze kutambua. Kwa sababu wengine tukitambua ya kwamba wewe ulishaguliwa kutoka tumboni mwa mama yako, hata upitie challenge za aina gani, ningetaka nikuambie ya kwamba ujue ya kwamba mbingu inajua maisha yako. Mbingu inajua maisha yako. Look at Jeremiah. The Bible says alifika mahali akasema ya kwamba I'm just a youth. This is a scripture I was looking for. I'm just a youth. I'm not able kuenda kuhubiri. Sina uwezo hata wa kuongea. Naye Mungu anamwambia hapana, hiyo isikusumbue, hiyo isikusumbue. Anasema ya kwamba then said, oh Lord God, behold, I cannot speak. I'm only a youth. Yani anaongea na Mungu hivyo, na Mungu anasema wewe nilikuchagua. Yeye anasema hajui kuongea. Sasa nataka uangalie favor ya huyu na favor yetu ambao lazima uende kwanza shule ukafundishwe njia ya kuongea na watu. Njia ambayo wewe mwenyewe you will handle people. Unasikia ya kwamba nimeenda nimesomea communication, I don't know in what. Wengine unasikia ya kwamba nimesomea jinsi ambavyo even to present myself before people ili wapate kibali, ili upate kibali mbele zao. You know, miaka mingi tumefundishwa jinsi tunaweza tukapata kibali hata mbele za Mungu. Unaona mtu ameketishwa miaka na miaka. Wakati watu wengine Mungu tu anaongea sasa, you don't know how to talk. Hata hakuna shule. Biblia inasema ya kwamba Mungu akanyosha kidole kutoka mbinguni, akaguza mdomo wake. But the Lord said to me, say not I'm only a youth, for you shall go to all to whom I shall send you, and whatever I command you, you shall speak. Mungu anamwambia hapana, usiseme ya kwamba you are just a youth. Hauelewi. Even before ufanyike kuwa mwana youth, even before uzaliwe, I ordained you, I separated you. In short, ile favor Jeremiah alikuwa nayo ya kusimama mbele ya kings, and nations, ni kitu ambacho kilikuwa inborn. Nimekuja mahali hapa so that wewe ambao hujitambui kwa sababu umepitia katika mambo mazito in life, au jitambui ya kwamba favor yako sio ya kawaida, imekuwa favor yako iko inborn, iinuke sasa katika jina la Yesu Kristo. Uache kuangazia na kuangalia laini ya mateso. Angalia ya kwamba wewe chochote unakihitaji mbele za Bwana, anakupatia mahali pale, even from your youth, kutoka ujana wako. Sio saa hii ambao umeanza. Kuna watu ambao favor yao, huyu hausikii mambo yake mazito. Hakuna mahali utasikia ya kwamba na Jeremiah akaua mtu, lakini Musa utasikia story kama hizo. Kuna watu ambao hatuna testimony za kule nyuma ya kwamba vile ambavyo maybe mtu alivuta bangi, mtu ambavyo alikunywa pombe. Kuna watu hawana hizo stories because Mungu alichagua njia yao ya kupitia. Na hivyo si kusema wale waliovuta na wakaingia katika hali nzito hawezi wakapata kibali, lakini kibali chao kitakuja through training. Hiyo ndio ningetaka kila mtu ukuje kuelewa. That is why Moses favor yake was not inborn. Lazima ingekuja through training. Lakini ya mtu kama Nehemiah, ya mtu kama Jeremiah,
The Bible says clearly ya kwamba Mungu akamwambia kwamba then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I put my words in your mouth. Mungu akamwambia ni mimi, yani ni Mungu anaweka maneno. Ni Mungu anaweka maneno. Mpaka kuna mahali aliongea naye akamwambia kwamba kutoka leo nimekufanya kuwa my mouthpiece. Yani akiongea Jeremiah ni Mungu anaongea. Akiongea ni Mungu anaongea. Lakini wengine wengi ambao nimeona even in the New Testament. Let's go to the book of Acts of Apostles chapter 9. Tuangalie mahali pale jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu aliyeandika Biblia. Almost 3/4 of the Bible. I mean 3/4 of the New Testament. Tuangalie maisha yake. Tuangalie maisha ya Sauli. Biblia inasema ya kwamba huyu aliyetuandikia Biblia, Apostle Paul, maisha yake ukiangalia, favor yake was not inborn. Haikuwa kitu ambacho amezaliwa nacho. Ni kutafuta, ametafuta. Ametafuta kwenda kwa prayer center, ametafuta kwenda kwa milima, ametafuta akienda kila mahali. Amekuwa trained katika shule ya Gamalieli ili ajue na njia ya kuongea, ajue na njia ya kuhandle watu. Favor yake ilikuja kwa njia hiyo. And then if you compare that na ya mtu ambaye anaitwa Jeremiah and some other prophets ambao nitaiweka, utakuja kushangaa. Kwa sababu huyu ilibidi mpaka ili kibali chake kiigiane. Kibali cha Mungu kikuje juu yake na kibali kwa wanadamu ikuje juu ya maisha yake. Ilibidi aende apate nini? Ile nasemaga blackout. Ile mpaka macho imegongwa, haioni. Akaenda 3 good days. Akiwa haoni, amegogeshwa chini. Kibali ili atafute kibali, alikaa bila mke. Hakuoa. Paka anatuambia maneno mengine, anasemaga anatuambia kwamba kama hutaki matatizo usioe. Lakini anasema hiyo ni maneno yake. Huyu ni mtu ambaye katika favor yote tunamuona nayo. Either favor ya miujiza, favor ya nini, ni katika training. Na training nyingine ambayo walioenda ilikuwa gumu sana. Wakati mwingine ni kutandikwa, anatandikwa life. Sio ile ambayo tunasema the spiritual battles, no, life. Kugongwa mpaka anaachwa kama amekufa. Alafu dakika zingine anajisikia, anatafuta njia ya kwake nyumbani. Na waeleza mambo haya, Mungu mtu akiwaweka katika moyoni mwake, aanze kutafakari. Kuna njia itafunguka mbele zako, kwa sababu utakuja kujua kwamba mimi kibali nimekuwa mtu mbaya. Labda kibali sasa mbele za Mungu nitafute kwa njia kama Paul vile alitafuta. Nasema alienda 14 days kufunga. Wakati mwingine anaenda 3 years kufunga. Wakati mwingine amepata nafasi ya kutembea. Anasema ya kwamba mavita ambayo walioipitia, hii yote training ya kupata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Na may God help us. Sasa ningetaka nikuulize, kwa sababu unataka kibali, ni vizuri kila mtu ajiulize saa hii, kibali ambacho ninataka, nimegundua kile ambacho kwanza kiko juu yangu ni ya kuzaliwa nayo, ya kwamba wewe umekuwa mtu ambaye hata ukatika utoto wako ya kwamba Mungu anaongea na wewe. Anaongea na wewe kupitia ndoto. Wengine tumekuja kufahamu juu ya ndoto tukiwa watu wazima. Wewe labda ukiwa mpaka mtoto, Mungu anaongea na wewe kupitia kwa ndoto. Anakuelekeza maisha yako vile ambavyo itakavyokuwa. Kibali kikubwa kisicho cha kawaida. Wengine lazima tupitie hii ambayo ni ya Paul. Training. Lazima upitie training. Na mimi ninaona kama wengi tuko hii ya Paul. Training. Paka unatokea katikati. Unasema acha hiyo kibali ikae. Wacha hicho kibali, kama hiyo ndiyo favor, wacha ikae. Yaani meenda 3 days bila kuona. Wacha hiyo kibali ikae. Watu wengi wanasema hivyo. Unakuta ya kwamba mtu ameondokea. But these people persisted. Walikaa katika hiyo line, wameshaguliwa na Mungu. Ndiposa nikasema Acts of Apostles chapter 9. If you read verses, Biblia inasema, now as he traveled on, he came near to Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him. And what happened? Verses 4. And he fell to the ground. Then he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Harassing, troubling, and molesting me. Then the Bible says, verses 5. And Saul said, Who are you, Lord? Who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is dangerous. Kwanza akaambiwa, it is dangerous.
and it will turn out badly for you to keep kicking against gods, to offer vain and perilous resistance. Yani Mungu anajaribu kuwida huyu mtu. Mpaka Yesu anamwambia ya kwamba wewe kujaribu hivyo ambavyo unavyofanya, hiyo unayofanya, kamwambia it is like kicking against gods. Ya Kiswahili inasema ya kwamba ni kama uweke mkuki, gods ni mikuki. Ni kama uweke mikuki pale uanze kugonga teke. Ni wewe utaumia. Na utaumia vibaya sana. Hii yote anaelezwa, rudi katika laini ya favor. Rudi katika Paul, rudi katika laini ya favor. Kwa sababu kuna njia nimekushagulia. But you keep on resisting. That is why he says to offer vain and perilous resistance. Anaambiwa rudi katika hiyo njia. Mimi ningetaka kila mtu afikirie leo hii. Kwa sababu ninaongea juu ya kibali. That is our topic. Our topic today. Favor with God and men. Favor hiyo with God and men inaigia kwa njia gani? Kwa sababu nimekuja kufikiria na kuona ya kwamba it is not as in many of us hatukuzaliwa na kibali. Ndio saa hii tunatafuta hicho kibali. Then you need to sit down. You need to think. Kibali hii ninatafuta kwa njia gani? Na hii itakuja tukiangalia wengine ambao waliopata kibali katika njia ya kutafuta. Mungu akaweza kutusaidia kwa njia kubwa. Nilikuwa ninaangalia, let's go back to Genesis. Nilikuwa naangalia chapter 6. Niangalie mahali ambao Biblia inasema ya kwamba in a very evil generation. The Bible says that Noah found favor with God in an evil generation. Alianza lini? Kwa sababu hapo kuna watu ambao walipata favor, lakini wao ni kutafuta, walitafuta. Even Noah sio kitu ambacho alizaliwa nacho. Nitakuongoza pia kwa mtu ambaye alikuwa anaitwa Enoch. Enoch hakuzaliwa na favor. Alianza kupatana na Mungu na kibali cha Mungu akiwa na miaka nafikiria na huko 70 na kitu. Wakati alizaa mtoto fulani, ndio Biblia inasema akaanza kutembea na Mungu. Alianza akiwa mtu ambaye yuko na miaka. And this is the man about the Bible says that and he walked with God until he was no more. And that is Enoch. Alipata kibali kikubwa. Hivyo ni kusema ya kwamba vibali zote ambao ninaongea juu yake mahali hapa ziko sawa. Lakini nimeleta ufahamu kwako. Nimeleta ufahamu kwako. Ya kwamba katika njia yoyote unaweza ukapata kibali mbele za Mungu. Either ni ya kuzaliwa nayo ama ni ya kutafuta. Lakini lazima iwe kujijua. Genesis chapter 6 and verses 8, the Bible says, but Noah found grace and he found favor in the eyes of the Lord. Hivyo ni kusema ya kwamba Mungu akiangalia Noah, aliona mtu ambaye anaweza akatembea naye. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Akapata kibali machoni pa Bwana. Ni kusema ya kwamba he had a different spirit kutoka kwa watu wale wengine. Akapata tu kibali. Mungu akimwangalia hivi akaona huyu mtu anapendeza machoni pangu. Huyu mtu kuna kitu hako nacho tofauti na watu wale wengine. Na kwa hivyo ninaweza nikatumia maisha yake hata kujipatia a new generation. Because dunia mzima wanaume wote na wadada wote waliuawa, ikabakia only 8 people in the house of Noah. And God was able to give himself a new generation from this person. And that is why kila mmoja tunapaswa kutafuta kibali cha Bwana. Mungu anipe kibali. Akinipa kibali, ana uwezo wa kujipatia a whole generation kutoka kwangu. Mungu akipata kibali, Mungu ukipata kibali mbele za Mungu, Mungu anaweza akajipatia a whole generation kupitia kwako. Wewe ambao umenitazama siku ya leo, wewe ambao unaonisikia siku ya leo, anaweza akafanya kazi kubwa sana kupitia kwako. Kile kinahitajika ni kibali. Biblia inasema hivi, and Noah, and let's go down and see. The whole family, Biblia inasema, this is the history of the generation of Noah. And the Bible says, just a simple, I would call it a profile. I would call it a profile.
A simple profile ya Noah na kibali alichokipata. Biblia inasema nini? Noah was a just. He was a just man. The things that calls ambazo zinavuta Mungu. Mungu anavutwa na kitu ambacho kinaitwa nini? Kitu ambacho tunaweza tukasema ya kwamba haki. Mtu mwenye haki. Mtu ambaye anajua kuwee mambo. Kibali cha Mungu kile ambao tunaweza tukasema ambao kiko juu ya Noah. Because this man, he was not, kibali chake was not inborn. Lakini Mungu aliangalia akaona Noah is a just man. Na akasema ya kwamba huyu naweza nikatengeneza generation mzima kupitia kwake. A just man, mtu ambaye hana kipendeleo, mtu ambaye anawe issues. Anaweza akasikiza pande mbili za mambo. Mtu ambaye anaweza akaona ya kwamba huyu wako chini sana, huyu hayuko chini. Mtu ambaye moyo wake ni kama wa Mungu. Mtu ambaye hana kipendeleo. That is the person ambaye kibali cha Mungu kinaingia, kinapatikana. And may God help us. Mungu atusaidie kwa njia kubwa. Neno la Bwana linasemaje mahali pale? This is just a simple profile. Simple profile yake. Inasema ya kwamba this man was just. Alikuwa mtu ambaye ni mwenye haki. Ni mwenye haki. Wacha nikwambie, kama ungetaka kabisa kibali cha Mungu kiwe juu yako, ya kwamba utaangalia a whole generation, mtu ambaye anaweza akaondoa mpaka laana. Because this man, I love Noah. Kibali chake hata kama kilikuja wakati alikuwa katika mzee wa miaka hii. Huyu ndiye mtu ambaye alituondolea laana ya nini? Ya dunia. Laana ya mshanga iliondolewa na Noah. Ndio Mungu alisema ya kwamba tena wakati huyu mtu alitengeneza madhabahu, Mungu akaangalia, akaona vile ameshagua vitu, ukamilifu wake. Ameweka vitu kwa madhabahu, dhabihu zake amezitoa pale. Na Biblia inasema and God smelt a good and pleasant aroma. Yeye mwenyewe akiwa mbinguni. Na Biblia inasema akasema ya kwamba never again will I curse the ground on account of man. That is what the Bible says. Kwa sababu ya nini Noah? Noah ni yeye ametutengenezea seasons. Hizi ambao tunaona summer, winter, hiyo yote ilitengenezwa. Maana Mungu aliapa na akasema kupitia kwa Noah. Akasema ya kwamba kupitia kwa huyu mtu, kwa sababu ni mtu mkamilifu na ni mtu ambaye mwenye haki. Kupitia kwake anasema ya kwamba harvest time and seed time. Harvest time and seed time shall not fail. Zitakuweko as long as this earth remains. Harvest time and seed time lazima zitakuweko. Kwa sababu ya Noah, ni yeye alitubadilishia majira. Hatungekuwa tunaongea juu ya harvest time, hatungekuwa tunaongea juu ya seed time, hatungekuwa tunasema juu ya winter, summer and whatever other seasons ambazo ziko katika dunia. Zilibadilishwa na Noah. Ni kwa sababu ni mtu ambaye amepata kibali. Amepata kibali. Ukipata kibali cha Mungu kikikuja juu ya maisha yako, unaweza ukachange seasons za familia zenu, seasons za watu wengi. Unaweza ukatengenezea Mungu a generation mzima. Mungu aseme ya kwamba ni huyu mtu. Hii laana ambayo ilikuweko na iliwekwa wakati wa Adam, iliondolewa na Noah. Na huyu mtu ni kibali tu amepata. Let's go back to the word of kibali. Na huyu mtu ni kibali tu amepata, akaweza kuondoa laana. Akaguza moyo wa Mungu, Mungu akasema laana ziondoke. Akaguza moyo wa Mungu, Mungu akasema ya kwamba kutakuwa na seed time na kutakuwa na harvest time. Majira yote ilitengenezwa na Noah. Unaweza ukipata kibali utengeneze your spiritual seasons. Your spiritual seasons, your physical seasons. Si lazima ufuatane na watu. Si lazima kila wakati utafute njia ile ambao watu wanapitia. Hapana. Unaweza ukatengeneza yako. Noah alitengeneza yake. Na alitengeneza, akatutengenezea mpaka siku hii ya leo. The Bible says, but Noah found grace in the favor in the eyes of the Lord. There are so many things ambao unaweza ukaifanya ikabadilishe mambo wakati kibali cha Bwana kiko juu ya maisha yako. Na ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, whether itakuwa ile ya inborn ama ili kibali ni ya wewe ya training, lakini bora mambo ianze kubadilika. Uangalie watu uone ya kwamba maisha ya yule mama imebadilika. Kwa sababu ya nini? Kibali. Maisha ya hii na hii imebadilika kwa sababu ya nini? Kibali. Look at what the Bible says, verses 9. The Bible says, verses 9. And because this man, nini ilivuta Mungu? He was a just man. He was a righteous man. And this man was blameless.
in his generation. Mungu akasema, huyu mtu ako na mambo tofauti kabisa, spirit tofauti kabisa. This is his profile. Let me ask you, profile yako iko aje? Watu wanasemaje juu yako? Maana hiyo itakuonyesha Mungu anasemaje juu yako. Profile, hii ni profile ambayo Mungu ameiweka tu. Na anasema ya kwamba this is the history of the generations of Noah. Noah was a just and a righteous man, a blameless and blameless in his generation. In his generation. And the Bible says, ya mwisho ambayo imewekwa mahali pale, these are 4 things ambayo tunapaswa tuzizingatie. Anasema ya kwamba blameless in his evil generation. In his evil generation. Yani Noah stood out. Ya kwamba huyo sio mtu wa kawaida. Huyu si mtu wa kawaida. And then the Bible says, ya mwisho inasema ya kwamba Noah walked in fellowship with God. Noah walked with God. Yani Noah hata hakugojea ya kwamba Mungu atembee na yeye. Hapana, vile ambavyo unavyosema tafadhali Mungu tembea na mimi, aliamua. Yani this is a man who was able to make sober decision. Ambao nobody ambaye angeweza kufanya nini? Angeweza kushukua mawazo ya Noah aipeleke kwa njia nyingine. Noah was able to make his own sober decision. A decision of walking with God. Kutembea na Mungu. Mungu akaona ya kwamba this is the man. Favor ya Mungu. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, kwa uwezo na kwa neema ya Bwana, ya kwamba kibali cha Bwana kikawe juu ya maisha yako. Kibali cha Bwana kikiwa juu ya maisha yako, kuna mambo tofauti utakayoyaona. Mungu, ile profile yako iwe tu, hii ni profile ya only one scripture. Imeandikwa yake pale. Yes, this peke yake only one scripture. Lakini imechange, imefanya azae generation mzima. Imefanya aondoe malaana za kila aina. Imefanya yeye abadilishe seasons ambazo zimebadilika mpaka siku hii ya leo. Mungu akaweza kukubariki. You can change the seasons of your family, the seasons of your life, the seasons ya watu wote ambao wanaotusikia na wanaotuona. Kwa sababu ya nini? Simple profile ambayo imesimamiwa na mambo 4 pillars. Number 1, a just man. The way you treat people. The way you treat people. The way you treat people. Na hii just hii unaona mahali pale inasema ya kwamba mtu mwenye haki. Mtu anakuanga mwenye haki because we know nobody ataishi katika hii dunia mpaka mwisho. Dunia hii kuna wakati curtains zake zitafunga kwa maisha yako. Utakuta kwamba zimefunga. Mwisho wake utasimama mbele za Bwana. Nasema hivi, just and righteous man. And this was a righteous man. Ni mtu ambaye aliyeangalia jinsi ambavyo matendo yake yalivyokuwa. Because a righteous man ni mtu ambaye anaangalia matendo yake yako namna gani. Ya tatu mahali pale, this man was blameless. This man was blameless. And ya mwisho inasema ya kwamba he walked. He made sober decision of walking with God. Kile kinafuta favor. Favor ili kuja lazima uwe na these 4 pillars. Mambo haya ukiyasimamisha, favor ya Mungu itakuja juu yako. Kama wewe ni wale ambao, lakini hizi vitu hautaipata na nani? Hakuna mahali ambao unaona ya kwamba Jeremiah was just, Jeremiah was blameless. Hakuna. Hii ni ya kutafuta. Mtu anatafuta. Jeremiah hata kuna wakati alikataa. Jeremiah kuna wakati aliinuka tu, akasema ya kwamba mimi hii wamenipiga makofi wananiinukia, mimi sitahubiri hii injili tena, akaenda akalala. And because yake ilikuwa inborn, mifupa yake ikaanza kuwaka moto. Ikaanza kuchemuka. Akauliza, what am I feeling? Akaulizwa, kwani unafeel aje? Akasema, nasikia sauti ya Mungu inanichemusha mpaka mifupa. Akasema, ninaamuka niende nikatabiri. Nilikuwa nimesema sitatabiri tena. Hata akikataa lazima aende. Lakini hii ya kutafuta, you also need kuimaintain, kwa sababu unaona huyu mtu ambao nimewaambia, ambaye alibadilisha hayo mambo yote. Kuna wakati alikuwa very lonely peke yake, akaenda kukunywa pombe. You see, when the favor of God comes upon you, wanadamu wanakupatia kile kibali. Kibali chao inakuwa almost automatic. Nilikuwa ninaangalia Queen Esther. Aliweza na yeye mwenyewe kusave a generation mzima isiuawe. Aliweza kusave wana wote ambao walikuwa Shushani Gomeni. Ni yeye mwenyewe. When the favor of God comes, una uwezo wa kuchange mambo tofauti.
roho ya kifo ilikuwa imetanda, lakini akaweza kuiondoa kwa sababu tu ya kitu ambacho kinaitwa kibali. Alifika mahali akasema, kama watu wangu wamewekewa 1 day of execution wauawe, akasema ya kwamba tutafuga 3 days, day and night, hakuna kukula, hakuna kukunywa. And then akasema, after then I'll go before the king, even if it is against the law, if I perish I perish. Lakini hakujua mtu yeyote ambaye yuko na kibali kimetoka juu biguni kwa Bwana na training, kupitia ile training hawezi akaperish. My sister, wewe unaonisikiza, maybe you've been fasting, you've been praying, upate kibali mpaka cha kazi, hata mbele za Mungu. Ningetaka nikuambie, na labda unaona kifo kimetanda. Sio tu kifo, unaona ya kwamba ni kama you are facing a dark future. Nimekuja hapa kukuambia prophetically, watu ambao wako na kibali cha Bwana, they don't perish. Your family cannot perish, your life cannot perish, kwa sababu uko na kibali cha Bwana juu yako, kiko juu yako. Esther wakati alisema ya kwamba if I perish I perish, it is against the law. I knew it is against the law to go before the king at such a time like this. Lakini wakati alienda mbele ya mfalme, Biblia inasema mfalme, an evil, a Gentile king, aliinua the scepter yake, akamwelekeza Esther, akamwambia Esther, what is it that you want? Even if it is half of my kingdom. What is it that will cause a Gentile king aambie a Jewish, young girl ya kwamba even if it is half of my kingdom, I'll give it to you. Kama ndio unataka, I'll give it to you. Say anything you want, I'll give it to you. What is this if it is not godly favor? Nini hii ambayo itafanya uinuke hata katika maisha ya kawaida, ya kwamba unaona kabisa hii ni masheria zimewekwa, lakini Mungu anakuepusha. Mungu anakuepusha kwa njia yake. Nataka nikuombee. Inua mkono wako tena mahali pale. Wale ambao una uwezo wa kusimama, unaweza ukasimama. Father, in the mighty name of Jesus, kwa uwezo na kwa neema ambayo umenipatia kama mtumishi wako, na mafuta ambayo Bwana umenitia, ninatangaza favor, godly favor, juu ya huyu dada na jamii yake, juu ya huyu mzee na jamii yake, in the mighty name of Jesus. Na ninaomba kuanzia leo hii, majira yaanze kubadilika, majira ya ubaya ibadilike, majira ya kifo ibadilike, majira ya magonjwa ibadilike, majira ianze kubadilika, majira ya ukavu, famine, ianze kubadilika, majira ianze kubadilika, kama wakati wa Noa ianze kubadilika, in the mighty name of Jesus Christ. Ninaomba kuanzia leo hii ya kwamba Mungu wa Israeli, watu hawa wengine wanapata generational favor in the mighty name of Jesus Christ. Wengine wanapata kibali cha familia zao in the mighty name of Jesus. Wengine kuinuka kutoka mahali wako in the name of Jesus Christ. Hata kama hawana majina, ukawaweke mahali ambapo Mungu wa Israeli uliazimia kutoka mwanzo in the mighty name of Jesus Christ. Wengine hata saa hii hawajijui, lakini ninatangaza kibali chako Bwana juu yao, ya kwamba kuanzia leo wacha kuwe na njia yao kuinuka in the mighty name of Jesus Christ. Asante mfalme kwa neema. In Jesus mighty name we pray. Amen. God bless. Mwokozi Yesu.